maagizo alafu ukanifanya kama Bwana alivyosema, wanaona fulani sana. Lakini ufalme wa giza huo unachukia sana. Neno moja tu, maadamu limetoka katika kinywa cha Bwana, ukifanya nuru, wanaona fulani sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bwana anasema analiangalia neno lake apate kufanyaje? Kulitimiza. Analiangalia neno lake. Sasa ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, wewe unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini katika ufalme wa Mungu ni jambo ambalo limetimizwa kikamilifu. Haleluya. Ndio maana hata mitume walipokuwa wakibatiza, hawakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Walimuelewa Bwana Yesu na neno lake. Yaani walimuelewa. Na ndio maana ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38, Biblia inasema kwamba basi tubuni mkabatizwe kwa jina la nani? Na Yesu Kristo. Alafu aishie hapo. Roho Mtakatifu akawa anaendelea kusema ndani ya Pita, akikumbusha kusudi la lile jina ni nini. Kusudi la lile jina, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 1. Hebu tufungue Mathayo sura ya 1. Mathayo sura ya 1 na mstari ule kuanzia mstari wa 16. Alafu tutarudi katika hiyo Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 38. Mathayo, kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 1 na ule mstari kuanzia 16. Andiko yanasema, lakini vizuri tukianza na mstari ule wa 18 itakuwa vizuri zaidi. Anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Tutasoma hii sura ya 1 ya Mathayo, alafu tutarudi kwenye sura ya Matendo ya Mitume sura ya 2, alafu nitakuelezea jinsi ambavyo Bwana thamini neno lake, mafundisho yake. Anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ndio huyo. Sasa takatifu maana yake ni sifa ya Mungu, roho yake ni nini? Takatifu. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ndio huyo Roho mwenyewe. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi. Tunaenda kwenye point. Usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sura 21. Sikia. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Pointi ipo katika mstari wa 21 huo. Anaposema naye atazaa mwana. Sasa neno linalofuata anasema nawe utamwita jina lake Yesu. Haleluya. 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 Alipotamka jina la Yesu, likaonyesha kazi ya jina la Yesu katika maelezo yale. Listen by. Anasemaje? Anasema maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa jina la Yesu maana yake ni ukombozi, ni mwokozi. Yaani anataja jina na sifa ya jina. Haleluya.
lake jina ni kuokoa. Yesu Kristo amekuja kuokoa watu na dhambi zao. Damu ya Yesu imetoka ndani ya Yesu mwenyewe, na ndio ina jina la Yesu. Haleluya! Huyo jina la Yesu limebeba damu ya Yesu, ambayo hilo jina linafanya kazi pamoja sawa na damu iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, ambayo damu ya Yesu kazi yake, sifa yake ni kuondoa dhambi, kusamehe dhambi, kuosha dhambi, kutakasa dhambi. Kwa sifa ya damu ya Yesu imebebwa katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana tuliposoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38, Petro kupitia Roho Mtakatifu anaelezea jinsi jina hilo katika kubatiza linapofanya kazi ya kuondoa nini? Dhambi. Kwa sababu lile jina limeambatana na damu ndani yake ambayo inafanya kazi sawa. Yaani jina, damu ya Yesu inawakilishwa na jina, na ubatizo wa Yesu Kristo ni lazima litajwe jina, kwa sababu element ya jina lile ni utakaso. Yaani sifa ya jina la Yesu ni kuondoa dhambi, kuosha dhambi, kutakasa dhambi, kwa sababu liko pia katika damu ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya! Kwa sababu damu ya Yesu iko ndani ya jina la Yesu Kristo, ambaye ni Yesu Kristo amevaa jina hilo. Haleluya! Kwa jina la Yesu lina sifa ya kusamehe dhambi, ya kuondoa dhambi, kwa sababu inawakilishwa pia na damu ya Yesu Kristo. Pale msalabani walikuwa na desturi, kama hawachafa, yaani ilikuwa lazima waende wakavunjwe miguu. Haleluya! Kulikuwa na wanyang'anyi wawili, mmoja yuko mkono wa kuume, mwingine kushoto, na wote walipigiliwa msumari. Nipate vizuri, walipopigiliwa msumari, ndugu, ilitoka damu, si ndio? Lakini kwa sababu ilikuwa sio damu ya Yesu, haleluya, hakuweza kuondoa dhambi, kwa sababu the same punishment, yaani adhabu waliokuwa wanapata wale ndio waliokuwa wanapata Yesu Kristo. Lakini mzigo wa dhambi wa kuosha na kusamehe ulikuwa ndani wa Yesu Kristo na sio kwa wale watu. Na ndio maana alipopelekewa ile siki alishindwa kunywa. Unajua kwa sababu gani? Alikuwa anachukua maumivu ya dhambi pale msalabani. Kwa ile jina la Yesu lilikuwa linapata shida msalabani ya kutakasa dhambi, ya kuosha dhambi, ya kusamehe dhambi, ya kumhurumia mwanadamu. Jina liliwakilisha ile damu ya Yesu Kristo, damu na maji. Haleluya! Ndio maana Bwana anasema mkabatiziwe kwa jina la Baba na la Mwana. Jina la Mwana ni nani? Yesu. Yesu anasema hivi, Baba, lile jina lako ulilonipa. Kumbe jina la Yesu ni la nani? La Baba. Haleluya! Kwa hiyo anaposema mkabatiza kwa jina la Baba, maana jina la Baba ni nani? Yesu. Na jina la Mwana ni nani? Yesu. Na jina la Roho ni nani? Yesu anasema nitamtuma Roho kwa jina langu. Jina la nani? Yesu. Ni Yesu. Kwa hiyo hata Roho anashuka duniani kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Ndio maana anaposema mbatiziwe kwa jina la Baba, Yesu, na la Mwana, Yesu, na la Roho, Yesu. Kwa maana mitume wa Yesu Kristo, ndio Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38 anaposema basi tubuni mbatiziwe kwa jina la Yesu. Lina sifa gani jina la Yesu? Pate ondoleo la dhambi. Haleluya! Kwa hiyo Bwana waongoza watumishi wake kufanya jambo lilo sahihi.
Naweka vizuri hapa, maana watu wengi hawajui siri iliyopo hapo katika kubatiziwa jina la Yesu Kristo. Maana ukibatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu hakuna ondoleo. Lakini Yesu Kristo na Biblia na maandiko yanasema kwamba hakuna ondoleo pasipo kumwaga nini? Damu. Na nani aliyemwaga damu? Yesu. Kwa lazima jina la Yesu litamkwe kwa sababu ndio kuna ondoleo. Haleluya. Ndivyo hivyo. Kwa hiyo namshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya mtumishi wake aliyemuongoza kwa kipindi hiki. Unaweza usione, lakini ufalme wa giza unajua kwamba umepata hasara kiasi gani, na ufalme wa Mungu umepata faida kiasi gani kikubwa zaidi. Kwa sababu Bwana analiangalia neno, watu wafanye kwa utaratibu wa neno, kwa jinsi ambavyo Bwana jinsi anavyosema, watu wafanye kama jinsi Bwana anavyosema. Niko tunapokwenda kufanikiwa. Basi ni hivyo. Namshukuru sana Bwana Yesu kwa ajili ya watumishi wake. Hata tulioenda Kenya kule, watu kama 25 nafikiri, kama 25. Sina uhakika zaidi. Maana tu nilipita tu nikaona, lakini sina uhakika zaidi. Lakini kama 25 wamebatizwa. Sasa wamebatizwa sahihi, maana wameondolewa nini? Kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo kuna mahali maandiko yanasema kwamba wakati ulikuwa uchumi, yaani wakati unafanya dhambi Bwana alifanya kama haoni. Lakini kwa sasa kwa sababu unajua unatakiwa ufanyaje? Kutubu. Kwa hiyo watu wengi wanatakiwa kutubu, warudi katika ubatizo ulio sahihi. Haleluya. Basi tutakwenda kufungua kitabu cha Luka sura ya tutajifunza kidogo na tutaingia sana katika maombi kwa sababu Bwana amesisitiza tumuombe. Tutaomba kwa ajili ya kuondoa huo udhaifu mbalimbali. Unaona, udhaifu wa kuomba, kula jamani kwa kusema au kujionea huruma, kufunga maombi yale makali. Unajua ukiwa na tabia ya kufunga kusoma neno inakuimarisha rohoni,